Sunguti CBC ilikuwa objective poa. Exactly. Na ule na waanzilishi ni program poa ambayo nafikiri hatujapata tu foundation poa, especially in public schools. But CBC is a very good program if the government will seriously implement it. Ukiangalia story inatokea kule chini ni kwamba wale watoto wa grade 7, 8 and 9 unapata yale masomo yako chini. Nafikiri ni kwa sababu ya capitation. Hakuna enough money, hakuna pesa enough. Alafu napata kama public schools unapata wazazi ile commitment ya wazazi iko chini sana. But I think CBC was the best model of education. Kama tunaweza impress, kama tunaweza ikubali na tuitumie vizuri, CBC could give the best, could produce the best students, could produce very competitive individuals. Not only in Kenya, but tunaweza toa majambo yenye wanaweza toka hata kufanya kazi kule nje. Because hiyo curriculum yetu ya 844 kidogo ilikuwa inalemea watu wengine. In fact, kwangu nachukulia CBC, kwanza nikiangalia CBC naangalia its potential to uplift many students. Kama saa hii tukiangalia wanasema kwamba CBC we want to empower talents and nurture every learner's potential. Tukiangalia hizo potential, kila mtu ana potential yake. Na all through the government may think kuhusu such a curriculum, and then sio government peke yake. Unaangalia kwamba mashirika ya nje yaliangalia kwamba yakaona Kenya tumebaki nyuma sana. Tunaangalia tumekuwa tukidwell so much on content na so wakafikiria kwamba what if we come in with the kunacha tu ile potential yenye mnafunza kuna in other words wanataka the skill so that we don't do the knowledge alone, na memorization, rote memorization. So tukuje na kitu chenye kinaweza at least patia mtoto skill. Na mimi pale pa skill kama tu hata sio CBC peke yake, nikiangalia all the other curriculums zenye tuko nazo, be the international curriculums kama IGCSE, hizo za kuna moja inaitwa those international curriculums apart from CBC, zote ni mambo na skills. Zinaangalia mtoto anaweza fanya nini. Na hiyo ndio CBC nataka. So shida na Kenya ni kwamba as much as tunataka tuangalie mtoto anaweza fanya nini, kuna kile chenye kinafaa kiassist huyo mtoto kupata hiyo skill. Kweli. Hiyo ndio hatuna. Sasa facilitation. Zile facilities kama zile za wazungu, bado hizo facilities hatuna. Sasa nafikiri kama government inaweza facilitate, na si ati Kenya hatuna pesa. Kenya pesa iko. Kuna pesa, lakini priorities ni mbaya. Priorities za Kenya basi nazo. Model kama hiyo CBC hatuwezi tarajia kwamba wazazi wa Kenya wanaweza ifund fully. Hii ni kitu ambayo gava inafaa kukuja ndani kabisa. Ni kweli. Kama kweli wana value ule mtoto wa Kenya, gava inafaa kukuja ndani. Especially when it comes to zile public schools. Unapata kwamba public schools mostly watoto wenye wako public schools ni watoto wako vulnerable sana. So zile facilities kama haziko inakuwa ngumu. Na pia nafikiri wenye walianza hii kitu ya CBC objective yao bado ilikuwa watoto wakuja high school, kwa sababu high school kuna laboratories, high school kuna computer labs, high school kuna zile facilities zenye mtoto anahitaji. Sasa kama unafunza biology content, unafunza computer content kule chini, kuna area ambayo hata stima peke yake hakuna. So unapata especially public schools kwa villages, napata kwamba ile mambo ya CBC kidogo kuna challenge. Alafu ningependa kusi government pia wajaribu kuchange mindset. Government alafu kikuja pia kwa leaders on the ground. Wacha tu change mindset ya kukuza education. Tukuje mpaka kwa kuanzia kule chini. Sana tunaita HOIs, our head of institutions. Pia wa change mindset kwa ya CBC. Na way that wafikirie tu kwamba nini kizuri wanaweza patia hawa wanafunzi. Ukiangalia stakeholders wengi sana hii country na outside the world
wangependa sana waone wanafunzi wakifanya kitu. Very competent students, competent learners wenye wanaweza produce kitu. That's what the industry inataka huko nje. But now huko chini, I think the people who should be retooled more ni HOIs. Wapo watu wameangusha mashule. Hawaelewi hiyo model. Most of them unapata mtu karibu anaretire. So ukimwambia CBC, ukimwambia mambo ya kompyuta, bado haoni kama mindset yake amezaliwa na akalelewa na akasoma 844 system. Sasa kuna faa mpaka kuwe na wawe na computer lab, hata kama computer lab itakuwa na computer tu 2. Mahali wanafunzi hata wakiwa wengi, hata wakiwa watoto 8 wanaweza enda in shifts, at least watumie computer. Lakini hizo computer haziko. Computer 2 tu, hata na computer 2 bado ni kidogo sana. Yaani ni kidogo, hata unaweza nunua kadhaa, because ukiangalia saa hizi na technology, ukiangalia hata kwa maduka siku hizi wana advertise hata computer ni cheaper, very cheap computers, kuna mpaka za 10k. Lakini hawa jamaa bado capitation inakuja mtoto mmoja ni 15k. Ndio unaona sasa kuna shida, capitation inakuja yote. Kwa sababu tunasikia kuna crisis sana. Capitation inakuja kidogo. But I think kama hao HOI ama vile unawaita, kama wanaweza prioritize mwanafunzi, then I think your capitation inaweza, kwa sababu kama kila mwanafunzi wanatoa pesa kadhaa, wakiwa na watoe pesa kadhaa kwa kila mwanafunzi, wako na ability zile, kwa sababu kuna walimu binafsi wenyewe. Kama mwalimu anaweza kuwa na resources kidogo na anaweza nunua kompyuta 2 hata laptop, nini itakosesha hawa HOI ambaye sio pesa ya mshahara wao kutonunua hata kompyuta 1 ama 2 ya kuongeza tu kwa kompyuta? Ni goodwill haiko. But tuseme hiyo capitation sio vibaya bila, at least inafika, at least kuna kitu inafika. Na government nayo pia isiangalie kwamba kando na funding ya capitation, inafaa waelewe kwamba CBC lazima take place. So kuna pesa yenye nafaa watenge ya kuweza kusaidia mashule kukuja na kitu ya kufund hizi sana junior schools. Kuna junior schools nimeangalia, kuna topics ziko pale, mwalimu asipofanya research, mwalimu asipoingia kwa computer lab, mwalimu asipoingia kwa laboratory kufanya hizo experiment kwanza, ndio mwanafunzi, hakuna kitu hawa watoto watakuja nacho. CBC in public schools imekuwa ni scam. Yaani scam kubwa. Sasa tunafanya namna gani? Sisi tutakuja kuwapokea. Tunawapokea next year. Ni watu wako zero. Wako zero. Wako zero na wanahurumia wale walimu, lakini wacha tuombe kwamba watakapokuja itakuwa kama si ndio hawa wanafanyiwa experiment. Wewe unafikiria wakati hao wanataka wajiondoe, hawa walimu wa JSS walikuwa wanafikiria wajiondoe, kwamba wako na their own management, wako na their own system. Can that really solve that problem? Yeah, it can solve. At some point, chenye wanataka hiyo autonomy, kitu kimoja chenye nilifurahia ni kwamba wako na genuine point, kwamba kwao kujisimamia wanamaanisha kwamba wanataka JSS ifanye kazi. JSS ndio ifanye kazi, lazima wapewe resources. Kuna watu huku nje wako ready ku offer support to these schools, lakini HOI wamebaki kwa ignorant, wako stingy, wamebaki kwa wagumu, hawataki kuconsult, rigid, mtu hataki idea ya huyo mwalimu kwa sababu ya fear. Utapata hata HOI moja ako na private school, iko na laboratory, lakini akikuja public school kujenga tu hata room tu moja tu yenye anaweza weka tu set moja ya desk. Does that mean that sasa hii pesa inaenda kwa shule yake ama anafanya namna gani? Sasa huwa wanasemekana ati wakati pesa zinaingia, wengi wao hata wanajenga hata gate. Sasa hiyo pesa yote inaingia inaishia kwa gate. Unapata shule gate ya shule, na unajua sasa that's the whole primary as a whole. Alafu pia hiyo pesa ikiingia utapata walijenga choo. Sasa hiyo pesa inaenda pale. But I was thinking that private schools are doing well. Private schools are, lakini sasa swali ni wazazi wangapi wanaweza peleka mtoto private school?
wachache wanaweza peleka ni wachache, ni middle class peke yake. I was looking at a school where huyu mtoto wa primary, mtoto wako primary, lakini kwamba analipa fees ya kama ya high school. Kuna shule moja unapata mtoto ako junior school, ako pre-primary, lakini unalipa 31,000. That one mzazi akiangalia pesa kama ile, ndio masomo kule inaweza kuwa mazuri, lakini sasa a parent will prefer apeleke mtoto public. Because unapata one parent probably akona more than 10 children. Sasa ukifikiria kulipa watoto wote waende private school, na pia ukiamua kwamba upeleke fulani na uache mwingine, pia unakosa ile balance. Inakosa balance. Nafikiri ni challenge, but I think kama serikali ingeweza kulainisha public primary schools kwa kama private schools zinafanya mambo yao, nafikiri hiyo CBC curriculum inaweza fanya vizuri. Wakati government nimeona wamejitahidi, CBC ilikuwa imepiki vizuri. Unajua tungetaka sana tuone serikali iliyopita. Tunasi bwana president kwamba serikali iliyopita tuliona ilikuwa ni jukumu la serikali kuongelelea about chenye kinafanyika CBC. Lakini saa hii imerudi chini. Sasa tunashindwa priority yao ya government kabisa ni nini? Ni kama hawajakuwa na priority yao kwa hii CBC sana. Unajua hii ni government ambayo pia inatafuta kujirudisha 2027. So kidogo hapo mambo ya pesa na nini kidogo wanamakinika, kwa sababu inafaa pia wapige campaign, watafute watu support nini. So utaona kwamba pale pesa mingi inawekwa. Na hiyo I think that is the problem with our African nations, especially Kenya. We can't say, I'm not convinced kwamba Kenya hakuna pesa. I cannot be convinced like that Kenya hakuna pesa. Hakuna pesa iko, lakini sasa kukosa ile goodwill. Sasa ni kosa ile goodwill kwamba nataka mtoto wa mtu aende mahali. Ukiangalia hao watoto wetu ambao wako Kenya, wanaosoma Kenya, utapata kwamba hakuna, very few politicians watoto wao wako Kenya. Very few politicians watoto wao wako Kenya. Ndio maana unapata hao hawana haja. Mambo ya masomo ya watoto wa Kenya haiwasumbui. CBC is actually a very good model. It's a very good now funding good model. Is a very good model, but sasa funding that lack of seriousness na gava iko serious na hiyo structure haiko. Kama ingetaka tu ingetoa pesa watu hiyo pia inawapunguzia pressure. Sasa unaona ukiangalia CBC sasa hizi tunazungumzia mambo na pathways. Kuna 3 pathways. Kuna STEM, then kuna sports and creative arts. Alafu sasa kuna social and something pathway. So utapata kwamba ukiangalia STEM inahitaji pesa. Ni resources inahitaji. Na sports. Alafu sports. Sasa wewe ukiangalia vizuri ni walimu wangapi wametrainiwa hii sports and creative arts? Bado. Lakini watoto wanakuja next year. Haya, ukiangalia STEM tayari government imeshasema kwamba tuko na walimu wachache. Tutafanyaje? Government solution hawapeani. So ndio nasema priority ya government so far haiko kwa education. Yani priority ya serikali haiko kwa mwananchi wa kawaida. Ni solution gani mnapeana? Hakuna. Because ungejua kwamba senior school ingehitaji walimu wengi wa STEM, then ungetrain wengi hiyo wakati mapema. So that by this time tuna channel wengi. Nafikiri vision ya CBC ilikuwa na nafikiri Mheshimiwa Fred Matiang'i na kina Dr. Magoha wale. They had an objective and they had a good plan for that particular program. Lakini sasa another government came in na ika pick up from there na ikawa sasa wameshuffle everything. Wale watoto wa grade 8 and 9 walifaa kukuja high school, which was a good idea anyway, because you look at their curriculum, it was favoring high school. But sasa wakati gava ilikuja wakarudisha wale watoto chini. I think waliangalia finance, wakaona kwamba ule mtoto akienda high school itabidi amelipiwa around 22,000. Umeona? Per year. So wakaona akibaki primary bado atalipa ile 15,000. So I think it is that thinking
Mm. Na unapata kwamba hata hiyo pesa yenyewe 15,000 naambiwa kwamba haikuji yote. Haikuji yote. Hata ile 22,000 ya high school haikuji. I think wakati kuna ili jambo linaweza tatuliwa tu ikiwa kwamba wakati tunafanya budgeting, wacha tuweke education ipate the biggest share. Education will budget a biggest share. That's share. because So like budget ya 2025-2026 niliona education is around 700 billion. Ambayo is good man. It's good man. But now the problem is the implementation part. Hiyo pesa, does that money really get to schools? Hiyo pesa haifiki kwa mashule. Haifiki. Na hata ikifika, inafika kama imechelewa, inafika late ama inafika kama vitu mingi zishafanyika. For instance, tumesikia shule imestruggle, pesa inakuja week 5. Already week 5 au walimu wamestruggle, principals wamestruggle kule wale watoto. Si ndio? So imefika week 5 ndio inaleta pesa watoto washafanya. Like third term. How long is third term? In a very short time. Third term maanisha pesa zitakuja zote. So kidogo that kind of frustration. Once walimu wako frustrated, principal wako frustrated, the whole system inakuwa frustrated. Then it is a political system that is failing the country. You look at even the employing of teachers. It's like now it is a political scandal. It's a political scandal because now every MP wants to retain his own people. So hakuna ile aspect ya kusocialize. Like mtu atoke hapa aende kutafuta kazi Mombasa. Saizi hakuna. So unapata pia ule mwalimu ambaye amewekwa pale already ako demotivated. Huyu mwalimu alikuwa anafanya kazi Nairobi. Ule mwalimu alikuwa anafanya kazi Busia. Lakini sasa imebidi ule mwalimu afanye nini? Atoke Busia akuje nyumbani. Unaona? Na labda ule mwalimu hajafurahia kufanya kazi kama environment ya nyumbani na sababu zake. Lakini sasa serikali na wabunge wanalazimisha kwamba lazima ufanye kazi unafanya kazi kwa sababu kaunti yako. Kuna jambo tukizungumzia, kuna jambo tulikuwa tunapigana hapo na mwenzangu anaitwa Minas, kama alijoin. Alikuwa anazungumzia jambo kwamba kuna mtu alikuwa ameongea na aliongea kwa lugha ya Kikuyu kwamba private schools, mtu mwenye anapeleka mtoto public schools ako better off kwa sababu mtoto akili inatokana kwa mzazi. Sio kwamba ati ukipeleka mtoto private school ndio atakuwa ndio atapita mtihani kuliko mtoto wa private. So wewe kwa uwezo wako peleka mtoto kwa uwezo wako, kama ni usistruggle sana kupeleka mtoto private na wewe maisha yako iko chini. Kuna wengine hata wa struggle, kuna wengine anapeleka mtoto private school lakini ile caliber ya wanafunzi ni wako huko. Huyo mtoto hawezani. So kuna vitu ambavyo vinafanyika kwa sababu mwalimu anataka kufurahisha mzazi na shule inataka kufurahisha wazazi kwamba wanafanya vizuri na vizuri. And I think that's why mimi wanasema mambo ya CBC nafaa ikuje, mambo ya 844 inafaa kubadilana wewe, because a school wants to make parents wajue kwamba that school is good. So this student who is weak au wanafanya mambo yao, unapata mtoto anapata 350 marks. And that is not his quality. It is true. Quality yake. Sasa leo hii kitu inafaa tuizungumzie zaidi kwa sababu sisi walimu wa high schools tumepokea watoto kutoka private schools na tunaona kuna very big difference. Wazazi hao wanajua kwamba mtoto wangu alienda shule ya private, anajua Kizungu. Mtoto wangu anafanya vizuri sana. Mtoto alitoka na 350 and above, 380 and above, akakuja hizi national schools na ambazo ni public schools. Ukiangalia vizuri ni public schools but wakikuja huko hatuoni hiyo matokeo yenye walikuwa private schools. Private school kuna kazi mingi na nafikiri wale walimu wanajituma zaidi. Private school management na system ziko tofauti na public school. Ule mtoto ametoka private school kwa mfano, you look at zile assignments wale jamaa upewa ni like you will see a young child ako maybe grade 7 ama grade 5 but jamaa amebeba bag and those assignments are supposed to be submitted in the morning. So unapata ile commitment ya wanafunzi na system na culture ya private school ni tofauti kidogo na public school. So huyu jamaa mwanafunzi ametoka kwa hii system where anakuwa monitored,
anakuwa monitored every time kwa sababu population ni kidogo. So unapata student teacher ratio iko vizuri, si ndio? Sasa huyu mwanafunzi amekuja kwa public high school, huyu student teacher ratio ni gap ni kubwa. So unapata ile the kind of management and monitoring yenye ilikuwa kwa private school, unapata huyu mwanafunzi ana relax, kwa sababu hakuna mtu ana ile kufuatiliwa, alikuwa anafuatiliwa huko haiko. Ama kama iko ni kidogo kushinda kule kwingine. So unapata kale kajamaa kanapata chance ya kurelax, na relax. So ile pressure ya kuperform na nini hakuna. Alafu private school probably kale kajamaa kalikuwa day scholar, and the parent was too close. So mzazi at least watch assignment, angemsaidia, angeona every evening. Unapata class teacher ama mwalimu anapeana update kwa mzazi. But sasa haka jamaa kanakuja high school ambapo labda mzazi bila amemleta atamuona half time. But don't you think pia tunapea watoto pressure zaidi hata tender age? Kazi mingi hata ndio maana nimekwambia huyu mtoto anapewa kazi mingi na anaifanya sio kwamba anapenda. Anafanya kwa sababu mwalimu amesema afanye na ni lazima afanye. So wakati mtoto anakuja high school, mambo yanabadilika. Sasa mzazi hayuko karibu. Ni mwalimu ambaye ni saizi yako preps peke yake. Hakuna mwalimu anamfuatilia kama vile alikuwa anafuatilia assignments. So ana relax. Juu watoto ni wengi, mwalimu ataweza kuhudumia hao wote kama vile ilikuwa primary 100 maybe 70, like kuna klasi tunafunza unapata wale watoto wako 70 kwa class. You know, marking assignments across the 70 students every day inakuwa challenge. But we hope that things will get better with time. But hii government yetu kidogo pale kwa masomo hawajapeana. CBC is a good thing for me, is a good thing. Objective ilikuwa mzuri. Kwanza tunaomba sana next year wacha tumengojea. Juu hata retooling yenyewe bado inaenda at a very slow rate. Mambo na finance, I think government in a struggle to finance the program. So but walimu wa senior school wako ready, wako very much ready, wanangoja wanafunzi at least tuwapokee tuone tutadina, lakini it will be more marking of experiment. I'm telling you, hii itakuwa more of experiment. There's a lot of exploring, but sasa to put them in their categories of sports. Bado pesa ndio wasiwasi. Kwa sababu hizo programs itabidi sasa mzazi aingie tu ndani. Wazazi wajipange, itabidi mzazi ajitume. Wazazi itabidi wajipange. Kama wako saizi ndio anafaa kuwa na save a lot. Kwa sababu hiyo wakati ukifika pesa itazidi. Wazazi wao wana save kweli. Saizi maisha uchumi na kidogo inachuna kidogo, sasa unapata mzazi okay. Anaweza save, lakini sasa bado mimi nilikuwa naomba serikali, kama serikali ingejitolea, if the government is very serious with this thing, this thing it can still work. Me, I don't think, I'm not convinced msaki niambia kwamba gava ina do. Hiyo ni kitu mimi I'm not convinced kwamba gava ina pesa. Walichukua priorities na side ya politics na ikabaki ni politics tu. Hakuna mtu anazungumzia kwamba aone hii CBC itawaka. Kila siku akiamuka leo unajua sasa mjadala ni mambo na linda jamii tu. Linda jamii na linda sha wana compete. Kila mtu anatetea. Sasa jambo nimeshindwa, tutazungumzia CBC lini kama bado tunasema mara sasa wanajua government hata imechanganya, kuna linda mama, linda jamii. Wamesema kulikuwa na taifa care. Kuna shift. Sasa tumeshindwa gani ni gani? Sasa hizo wana compare linda jamii na linda mama. Sijui kama kuna kitu kinaitwa linda jamii. Wanakisikia tu. Sasa hiyo ina deal na nini? Because sisi tulijua linda mama ndio ilikuwa na ilikuwa free by the way. Na walikuwa wanatoa vitu. Ilikuwa free. Si kwa hisikia ati wanadaiwa ama kuna deni, but leo tumesikia Aden Duale amesema kuna 500 billion yenye wanalipa yenye Uhuru waliacha kama deni. Sijui na but from Uhuru side ni political statement, because from Uhuru side alisema kwamba it was hata Ruto mwenyewe alisema it was a World Bank funded program. Na at the end sasa wakati ilikuja kwa treasury ka struggle
kufund. Okay. So wakaistop. So ni deni gani ilibaki 500 billion. So kama tunazungumzia Linda Shah, Linda Mama, Linda what? That one is our government. We have very little influence on that. We may talk, but at the end of the day, when an implement eventually, sometimes unaweza blame watu. But hata hizi pressures zenye zinakuja, these pressures of lives zinakuja from home. Mtoto anakuwa home amezoea maisha fulani, lakini anapata zile vitu zimeanza kugeuka. Sasa kidogo tukimwambia asome, unapata pressures of lives zimekuwa ngumu. Mtoto ametembea kwa barabara, wamefukuzwa school fees. Umeona leo wengi sana shule lakini zina struggle kupata zile pesa. Nilipata hata wengine kwa barabara, nikawaambia endeni tu nyumbani direct ili mu request wazazi walipe school fees. Unapata sasa sijui hata kama wamefika ama walifika. So hii mambo ya school fees inaleta shida. It's a challenge. It's a big challenge, and we hope that somebody will intervene. That somebody sensible will really intervene on that. We pray that the government, our own government, works something out and really just comes in and supports the programs in school and everything. Bure CBC haitapika. CBC na haitagwama. Juu kama saa hizi tunaongelea mambo ya autonomy. Sasa by the time anaswali mambo ya autonomy. Na shida ni nini kama hii ni junior school? I mean, this is a primary and this one is a junior secondary. Kuna ugumu gani kama wanaweza, yes, setup ni moja, environment inaweza kuwa moja, lakini kuna ugumu gani wakigawanyisha tu hizi fedha? Waweke hii ya primary huku na hii ya junior secondary kwa huku. What is so hard? Kuweka chenye hoya wataki ni NAT. Sasa unajua ni vita, sasa sio vita kati ya ni vita kati ya NAT na KUPPET. Junior school teachers wako under KUPPET. Wengi wote walijoin KUPPET. So hata huyu aliongea juzi akisema junior school teachers mheshimu hao hoi, mheshimu hoi. Hao ni wakubwa wenu. So unapata kwamba hoi wanataka wa rule. Wanataka hao wote wakwe chini yao. Kwa sababu compound ni moja. Kusema kwamba hoi for now, vile ulisema jana, ni kwamba wako na inferiority complex, ambayo ni kitu iko very clear. They are using a lot of threats. Yes. Kusuppress hawa jamaa. But we hope that it works, because sasa running a program bila funds ni ngumu. Nini mna run junior secondary lakini mtu ako na pesa ni mtu wa primary. Hiyo kidogo na I wish pia hoi wenyewe wakae chini wajiangalie, wajiulize, how can you run without chemicals? How can those topics that are simply high school topics, ukiangalia wanaziita strands, SI strands. The strands are typically high school strands. Hizi tunatumia senior school zenye ziko form 1 form 2 ndio topics. So ni topics za college. So meaning huku hivi wataleta strands zingine because huku ni specialization. Sasa kule zile strands zilikuwa za junior school, zilikuwa za form 1, nini nyingi zimegawanywa na junior school, zingine zimekuwa grade 7, zingine grade 8, zingine grade 9, zimekuwa distributed. So utapata kama kitu kama computer coding ilianzia junior school. Na hakuna laboratory. Hata coding ni theory. Sasa huko strands ziko tofauti. Ziko tofauti. Is coding part of it wakikuja huko juu? Coding ni coding iko part of the curriculum. Coding iko part of. Tutafunza bado kwa high school. Tutafunza coding kwa high school. Yes. That's okay. Coding tutafunza high school at advanced stage. Hapa ndio sasa tutafunza mambo na Python, programming. Huko nyuma kuna vitu za Scratch. Na hata walimu hawaelewi hizo vitu. Shule haina mwalimu wa kompyuta. Haina walimu wa kompyuta. Sasa hiyo kompyuta nani anafunza?
Ndio unapata kuna shule tu chache zenye zinafunza hizo topic, hizo computer studies. Computer studies. Ni chache sana. Kuna shule kama, kuna shule zingine utapata wanaweza consult mwalimu wa computer na kumwambia kwamba leo tuacha tulete wanafunzi kwa shule yenu. Wanaona hata wengine wanakuja kujifunza, but that one cannot be effective because it can't. Your practical ya probably once or twice a month. Yes. It can't give that result that it can't. Will favor that student. It can't. So probably we are hoping that things get better with the time. But for me, yes, nilikuwa na prefer wale watoto wangekuja high school kabisa. Wangekuja high school. It could be better. Asante. Okay. Thank you. Hello. Hello. Habari yako? Wakati sasa uko pale kwa social media, kwanza ile ya